Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Leo katika ukumbusho wetu, tukiwa katika Ramadhani, tukielekea ukingoni kabisa katika masiku yetu haya tunayakata na kuyamaliza katika mwezi wa Ramadhani huu, ningependa tuwagusie wale wasiokuwa na uwezo, kwa kuwa watu wengi katika maisha haya, hasa inapofikia katika nyakati zile za mwishoni kabisa kuyamaliza masiku ya Ramadhani, wengi katika tunawaza namna gani familia zetu zitaweza kusherehekea sikukuu. Kuna wengi tunawaza namna gani mtoto atavaa, mke atavaa, au wewe mwenyewe ukajiwazia kwamba namna gani utavaa vipi, utasherehekea wapi sikukuu yako, wapi utakwenda kuenjoy ile sikukuu yako. Sasa ni vizuri wakati tunayafikiria haya tukawafikiria na wengine wale wasiokuwa na uwezo. Kuna faida kubwa sana za kuwafikiria wale wasiokuwa na uwezo au kuwashika mkono. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake ambayo imepokelewa na al-Imamu Bukhari fi sahihihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, as-sa'i 'ala al-armala wal miskin kalmujahidi fi sabilillah wa kalqa'imi alladhi la yafturu wa kas-sa'imi alladhi la yuftiru. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika maneno yake matukufu, yule mwenye kupiga mbio kwa ajili ya kwenda kumsaidia mwanamke mjane. Mwanamke mjane kwa tafsiri ya haraka haraka ni mwanamke ambaye kafiwa na mumewe, maisha yake yote ameishi katika kumtegemea mume wake, hali havai, hafanyi chochote katika matumizi yake yale ya kila siku, isipokuwa sehemu kubwa ya nguvu zake anategemea kwa mumewe. Sasa mume wake kafa, amekufa, akamwacha yeye, tena pengine kamwacha akiwa na watoto. Manake mwanamke huyu anakuwa amekosa nguzo kubwa katika maisha yake. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yule mwenye kupiga mbio akaenda kwa ajili ya kumsaidia mwanamke mjane, wal miskin, lakini si hivyo tu, na yule mwenye kupiga mbio na kwenda kumsaidia masikini. Masikini kwa maana ya fukara na wale wasiokuwa na uwezo. Masikini ni yule anayepata chumo lake lakini likawa halimtoshi, huyu ndiyo maskini. Lakini fakiri ni yule ambaye chumo lake hajui analipataje katika maisha yake, yeye chochote kitakachopatikana ndio hiko. Ndipo wengine huamua wakaanza kuwa ombaomba kwa sababu riziki zao hawajui wanazipataje. Lakini tofauti na masikini, masikini yeye anapata lakini hakimtoshi. Kama alitakiwa ale milo 3 kwa siku, basi yeye anapata mlo mmoja. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wale wenye kuwasaidia watu wa sampuli hii, kwa maana akaenda kumsaidia mwanamke mjane au akawasaidia wale masikini, mafukara, marofa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kalmujahidi fi sabilillah. Watu wa namna hii ni sawa sawa malipo yao au daraja lao na wale wenye kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jambo kubwa katika Uislamu ni kupigana jihadi. Miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu makubwa kabisa ni kupigana jihadi, ile jihadi waliokuwa wanapigana masahaba katika zama zao. Mtu amekwenda yeye na mali zake, anakufa au anapona, ile jihadi, kwa uzito wa jihadi hiyo, basi huyu mwenye kuwasaidia wanawake, mwanamke mjane au masikini, basi fadhila zake na malipo yake na daraja lake anakuwa ni sawa sawa na huyu mwenye kupigana jihadi. Wakasaimi alladhi la yuftiru,
lakini malipo yake ni sawasawa na yule mwenye kufunga ambaye maisha yake yote anafunga, haachi hata siku moja. Wakalqaimi alladhi la yafturu, lakini pia malipo yake atakuwa ni sawa sawa na yule ambaye anayesimama usiku mzima, anauhisha katika kufanya ibada zake za kila siku. Watu wamelala, wametoka makazini wakiwa wamechoka, wakiwa watu fofofo kabisa, yeye anachukua mswala wake, anakwenda anaswali zile ibada zake za usiku, qiyamul laili na ibada nyinginezo. Kwa hivyo huyu mwenye kuwasaidia hawa, malipo yake itakuwa ni sawa sawa na hawa. Katika ibada ambayo ni kubwa na ambayo Waislamu wengi tunaghafilika ni katika zile ibada za usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watu watafufuliwa siku ya Kiyama katika uwanja mmoja, alafu atanadi yule mwenye kunadi, wako wapi wale ambao zilikuwa zile mbavu zao zinajiepusha na malazi yao, vile vitanda vyao wanaviacha, wanakwenda kuswali. Basi watasimama sehemu ndogo sana ya watu, wataingia peponi bila ya hesabu. Jambo kubwa kabisa hili. Lakini si hivyo, Allah katika suratu Dhariyat amewaeleza hawa wenye kuswali usiku katika ibada zao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal muttaqina fi jannati wa uyun, hakika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama, Allah atawapa zawadi, atawazawadia kwa kuwapa pepo ambayo ndani yake kuna mito ya asali na maziwa. Kwa nini wapewe vitu hivi? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, hakika watu hao kabla ya kufa kwao walikuwa ni wenye kufanya wema, ule wema wenye kufaa. Manake ndio kama hivyo, kuwasaidia wale wasiokuwa na uwezo, watu wasiojiweza, mayatima, wajane, watu wakawa wanawasaidia, ni katika mambo mema na mambo mazuri yenye kufaa. Wa innahum kanu qabla dhalika muhsinin, walikuwa wao kabla ya kufa kwao, kabla ya kutana na Mola wao mlezi, walikuwa ni wema, wanafanza mambo mema yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wataambiwa akhidhina ma atahum rabbuhum, chukueni vile ambavyo alivyokupeni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, hao watu hao ambao wamezawadiwa na Mola wao mlezi pepo, hao walikuwa katika usiku sehemu ndogo mno ndio wanaolala, lakini sehemu kubwa wao wanafanya ibada za usiku. Wabil ashari hum yastaghfirun, lakini usiku wa manane, saa 8 ya usiku, saa 7, wao wanaleta istighfari, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wao mlezi, wanamwomba msamaha, wanaleta toba. Mwenyezi Mungu anawaghufuria katika yale madhambi yao. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika kuelezea fadhila za wale wenye kuwasaidia wale mayatima, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innal yatima, hakika yatima, idha baka, pindi anapolia, ihtazza arshur rahmani libukaihi, ile arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utetemeka na kutingishika kwa sababu ya kile kilio cha yule yatima. Fayaqulu Allahu azza wa jalla limalaikatihi, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala husema kuambia wale malaika wake, man abka abdi alladhi ghayyabtu abahu fi turab, ni nani ambaye aliyemliza mja wangu ambaye baba yake nimemfukia chini ya udongo. Fayaqulu almalaika, malaika watasema, subhanak la ilma lana, watasema sisi hatuna elimu ya Rabbi, hatuna tunachokijua katika haya. Allah Subhanahu wa Ta'ala
atasema fayaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah atasema ashhidu liman ardahu urdihi, shuhudilieni nyinyi malaika kwamba yeyote atakayewaridhisha, atakayemridhisha yatima, basi na yeye nitamridhisha siku ya Kiyama. Lakini katika riwaya za mapokezi tofauti tofauti, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yeyote atakayemtanzulia Muislamu mwenzie, mwanadamu mwenzie shida moja, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamtanzulia shida 70 siku ya Kiyama. Matatizo, dhiki zitakazomkumba siku ya Kiyama atamtanzulia. Lakini si hivyo, katika mafundisho ya Bwana Mtume na hata mafundisho ya mashekhe zetu, waalim zetu, wanasema unapomsaidia yule asiyekuwa na uwezo, basi Mwenyezi Mungu hutia baraka katika kile kipato chako, lakini huzidisha maradufu katika kile unachokifanza katika maisha yako, katika utafutaji wa riziki. Mwenyezi Mungu anaongeza na kutia baraka. Kwa hivyo kuna fadhila nyingi mno ambazo mtu huzipata baada ya kuwasaidia wale wasiokuwa na uwezo. Nikifika hapa nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyezi Mungu atuongoze katika yenye kufaa.